Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ulisema katika neno lako ya kwamba tukumbuke Sabato na kuitakasa. Nasi tumekuja nyumbani mwako Yesu Kristo, tukiwa tumeitakasa siku ya leo, tukiweka ni siku maalum kabisa kwa ajili ya kukutana na uso wako Yesu. Tazama watu hawa wametii maagizo yako, nao wako mahali hapa wakiwa na kiu ya kukusikia wewe kwa ajili ya maisha yao. Yesu Kristo, ukashuke mahali hapa. Roho Mtakatifu ukatamalaki katikati yao, ukaonekane Yesu Kristo kuanzia mwanzo wa maneno haya mpaka mwisho. Kila atakayesikia maneno haya akapate badiliko la kudumu la kiroho na kimwili katika maisha yake. Zaidi mimi niliyesimama, Bwana, naomba ukanitumie kama upendavyo kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Napenda kukushukuru wewe uliyefika hapa, ambaye upo leo kwa ajili ya kusikiliza maneno haya ya uzima. Yesu Kristo yuko mahali hapa, Roho Mtakatifu yuko, na Mungu Baba yuko mahali hapa. Anataka akutane na maisha yako kupitia somo hili. Somo la leo, mchana wa leo, linasema sadaka ya Naziri. Sadaka ya Naziri. Sadaka ya Naziri. Wale wanaandika sadaka ya Naziri. Kuna mahusiano makubwa sana kati ya kufanikiwa na sadaka. Kwa mkono kama unanisikia mpaka kule nyuma. Kuna mahusiano makubwa sana kati ya kufanikiwa na sadaka. Lakini mara nyingi nimeona katika makanisa yetu ya Kipentekoste, sadaka imewekwa ni kitu cha ziada sana. Watu wengi hawazingatii kwenye sadaka. Kule kwa wenzetu ambao tunasema ni makanisa, tunaona kama ni kanisa fulani, wanazingatia sana sadaka. Na kuna wakati Mungu utendaji wake unafanyika kwa vipande. Mwambie mwenzio vipande. Naelewana? Lile eneo ambalo umeonyesha kuwa mwaminifu, ndilo Mungu wakati mwingine analitendea kazi. Kwa hiyo wale kule ambao wanaonekana kama wako kwenye makanisa yasiyo na roho, lakini wamejitahidi sana kwenye sadaka, kwa hiyo Mungu atatendea kazi lile eneo la sadaka. Kwa vile wametoa vitu, watafaidika na vitu. Kwa hiyo watakula maneno ya nchi, lakini maneno ya mbingu watayakosa. Jamani, naeleweka vizuri? Naelewana vizuri? Kule kwa wenzetu, papai ni papai. Likiwekwa kwenye mnada, linaweza likauzwa shilingi 500. Lakini leo leta papai hapa, useme naliuza, utaona kitakachotokea. Saa nyingine unaweza ukaambulia bei ambayo hailingani hata na hilo papai lenyewe. Sasa tukifanya hivyo kwenye ulimwengu wa roho, tunazifunga baraka zetu. Lazima tukunjue mioyo kwa ajili ya kumtolea Bwana. Haleluya. Sadaka ni kile kitolewacho kwa Mungu au kwa miungu. Sadaka ni kile kitolewacho. Inaeleweka mpaka kule nyuma? Sadaka ni kile kitolewacho kwa Mungu au miungu. Na ukishatoa, umetoa. Mara nyingi watu wanasema toa ili ubarikiwe, lakini mimi sijikiti hivyo. Toa kwa sababu umetoa. Jamani, naeleweka? Ni kweli sadaka imebeba baraka, lakini toa kwa sababu umefanyaje? Umetoa kwa sababu kutoa ni agizo. Jamani, naeleweka vizuri? Siwezi kuja kukuinspire kwa naweza ukatoa alafu saa nyingine yasitokee kwa wakati, kumbe ni Mungu ameamua kuzuilia kwa muda, ukakata tamaa. Lakini kutoa ni kutoa. Kweli sadaka zina baraka, lakini kutoa ni kutoa. Ni kile kitolewacho. Walawi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Naomba mtu ambaye yuko sharp kidogo atakuwa nisaidia hapo. Walawi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Bado vijana. Mambo ya Walawi sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, tutasoma katika jina la Bwana. Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia,
nena na wana wa Israeli waambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, atatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Tuishie hapo tu, kwa sababu nazungumza na jengea hoja kwenye kile ambacho tunachokizungumza kwamba ni kile kitolewacho kwa Mungu. Mungu alianza kuanzia neno la kale, alitoa instruction ya kutoa. Na ndio maana tunaona sadaka ya kwanza Habili, haleluya, na Kaini wanatoa sadaka. Kwa hiyo kuanzia kuumbwa kwa ulimwengu mpaka mwisho wa ulimwengu, yote ni kutoa na kujitoa. Na kujitoa na kutoa ni kuanzia mwanzo mpaka wewe unaingia kaburini. Hata siku utakayokufa, mazishi yako yatagharimiwa na watu watakaotoa na kujitoa. Jamani, tunaelewana? Kuna watu wanasema hao sadaka zimezidi. Ukiona zimezidi, ujue na baraka zimeongezeka. Haleluya. Hakuna kunung'unika, kutoa ni mpaka unaingia kaburini, na hata msiba wako utagharimiwa na watu watakaojitoa. Jamani, naeleweka? Kwa hiyo tunatoa hofu ya kwamba kuna siku tutastop kutoa. Hapa tutajenga, tukimaliza tutaendelea kutoa, kufanya finishing, na tutaendelea kutoa na kutoa mpaka siku tunaingia kaburini. Haleluya. Kwa nini? Ni kwa sababu ya tabia ya Mungu wetu. Mungu wetu anajitoa kwetu kuanzia leo mpaka kiyama. Jamani, naeleweka? Siku Mungu akiacha kujitoa kwako, akisema amepumzika, pumzi unayovuta wewe ni ya Mungu, chakula unachokula wewe ni cha Mungu, uzima ulionao wewe ni wa Mungu, tafsiri yake na wewe mwenyewe haupo. Jamani, naeleweka vizuri? Tuko sawa? Nimetoa ile ya kwamba kuna siku tutapunguza sadaka au kufanyaje, kustop kutoa. Tarajia ziongezeke na tarajia kuendelea kutoa mpaka siku naingia kaburini. Kaa katika mkao huu kisaikolojia na itakusaidia sana. Haleluya. Kuna vikapu vimeongezeka hapo, shukuru Mungu. Haleluya. Shukuru Mungu. Haleluya. Lakini sio wewe tu unayetoa, hata Mungu anatoa. Mungu alianza kujitoa. Kuumba kwa ulimwengu huu ni Mungu alijitoa. Kwenye kitabu cha Mwanzo anasema Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa nchi. Nayo nchi ilikuwa utupu tena ukiwa. Tena ilikuwa juu na dunia ilikuwa juu ya vilindi vya maji na giza. Mungu akatulia hapo. Tafsiri yake hiyo pia ni kujitoa. Jamani, naeleweka vizuri? Ni kujitoa. Lakini hivi vyote dunia na wote viujazao ulimwengu ni mali ya Bwana. Tafsiri yake ni Mungu ametoa. Wewe hutoi, huna chako wewe cha kutoa. Vyote uliko navyo wewe ni mali ya Bwana. Kwa hiyo unapotoa unarudisha kwa mwenyewe. Huna chako. Haleluya. Huna chako wewe. Haleluya. Yaani chochote ulicho nacho ni kwamba unarudisha kwa Mungu. Lakini Mungu Mungu hana shida ya vitu. Jamani, naeleweka? Mungu hana shida ya vitu. Wewe unachotoa wewe unamrudishia Mungu. Kwa hiyo kinachotafsirika pale ni moyo wako wa upendo, kwamba unampenda Mungu kwa namna gani na unarejesha kwa Mungu namna gani, ili Mungu naye afanye tena mrejesho kwako. Ni kitu ambacho kinafanyika kama recycling, kinakwenda kinazunguka kinarudi. Haleluya. Sasa ukichukua alafu ukizuilia yote, tafsiri yake ni kwamba umemzuilia Mungu, sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu Mungu alitaka utoe aone moyo wako, alafu afurahi, alafu aweze kurudisha tena kwako. Haleluya. Lakini cha kumpa Mungu wewe huna, uelewe hivyo. Cha kuweza kumpa Mungu wewe moyo wa shukrani, moyo uliopondeka na unyenyekevu. Haleluya. Hapo sasa ndio vinaambatana na sadaka. Naeleweka mpaka kule nyuma. Haleluya. Lakini Mungu pia naye alitoa. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Yohana sura ya 3 mstari wa 13 mstari wa 16 na 17. Naomba mtu aliyepata asome. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 unasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Mungu naye ni mtoaji.
Bwana Yesu apewe sifa. Yaani yeye ndiye alianza kutoa. Alafu sio wewe uliyemchagua, bali ni yeye aliyekuchagua. Sio wewe ulianza kumpenda kwanza, ni yeye aliyeanza kukupenda kwanza. Haleluya. Kwa hiyo wewe, sisi inasema sisi ni washirika wa tabia ya kimungu. Kwa hiyo sisi tunarisi kwa Mungu wetu tu kuendeleza kile ambacho Mungu alichokifanya. Mwanzoni kabisa watu walikuwa wanatoa wanyama. Ndio hapo unaona pale kwenye ile Kutoka sura ya kwanza. Watu walikuwa wanatoa wanyama. Wanatoa ng'ombe, wanatoa mbuzi, kondoo, njiwa na kila kitu. Lakini Mungu akaona kwamba huu sasa ni utumwa. Ni bora mlete Yesu Kristo kama fidia ya wengi ambaye alitolewa na alikuja kukomboa ulimwengu ili watu wasiendelee tena kutoa sadaka za wanyama, za mifugo, sadaka za unga na sadaka mbalimbali ambazo zilikuwa kwenye sheria ambazo zilionekana kama utumwa. Akaamua mlete Yesu Kristo kama fidia ya wengi. Jamani, naeleweka vizuri? Kwa Yesu Kristo alikuja kama sadaka, kama mwana kondoo asiyekuwa na hila. Kwa nini? Mungu alianza na wanyama ili kutafuta uzoefu. Jamani, naeleweka vizuri? Alitafuta mahali pa kuanzia, kwamba ili atakapokuja kuleta agano lililo bora, watu walinganishe kati ya lile agano la zamani la kuchinja wanyama na hili la mwanakondoo Yesu Kristo ambaye aliwapa msalabani, wapate majibu ni kipi kilicho bora. Alafu kwenye ualimu, najua wako walimu hapa, kuna kitu kinaitwa habilisho, transfer of knowledge. Kwa hiyo knowledge ile tunayotoka nayo kule kwenye sadaka za zaka za sadaka zile za wanyama, tunahama nayo knowledge hiyo kuja kwenye sadaka hii ya Yesu Kristo. Haleluya. Lakini pamoja na kwamba watu walikuwa wanatoa sadaka za wanyama, sadaka hizi zilikuwa na mapungufu. Jamani, naeleweka? Mwambie mwenzako sadaka za wanyama zilikuwa na mapungufu. Zilikuwa na mapungufu. Pungufu la kwanza, sadaka zile hazikuweza kuondoa dhambi, bali zilifunika dhambi. Haleluya. Lakini Yesu Kristo yeye alikuja kuondoa dhambi, alafu akaiondoa na hati ya mashtaka. Kama unasikia, piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Nilipenda hapo tu kwa kuondoa hati ya mashtaka. Faili ikipotea tu mahakamani, watu wanatafutana. Lakini Yesu kwamba faili imepotea, aliondoa kabisa. Ule ushtaki ambao Ibilisi alikuwa anachukua anaenda nao, kwa sababu Ibilisi wakati mwingine anaitwa mshtaki, alikuwa anachukua anaenda nao mbele za Mungu. Yesu aliondoa, tena alisamehe dhambi, tena akafuta kabisa, tena akasema hakutakuwa na kumbukumbu la dhambi, kwa maana kama magharibi ilivyo mbali na mashariki, ndivyo itakavyokuwa kwa ajili ya kumbukumbu ya dhambi. Jamani, naeleweka vizuri? Yaani Yesu akikusamehe anasamehe kabisa. Lakini wale wanyama na mafahali walikuwa hawana sifa. Hawakuwa na sifa kwa sababu hata yule kuhani mwenyewe ambaye alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya wengine, na mwenyewe ilibidi kwanza achinje dhabihu kwa ajili yake. Lakini sasa hivi Yesu Kristo baada ya kufa msalabani, wote ametufanya uzao wa kikuhani, uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu. Tuna uwezo wa kuingia patakatifu pa patakatifu pasipo kusubiri tena kuhani. Alafu kwa baada ya kila mwaka uingie utoke. Kuhani akipanda huku mnaufunga na kamba, kwa sababu akifia huku kwenye madhabahu hakuna mtu mwenye sifa ya kwenda pale. Kwa hiyo mkiona kiti, basi mnajua huyo kiti mtu huyo atakuwa ameshanyoka. Kwa hiyo mnavuta ile kamba tu kwa sababu hamna. Lakini Yesu alipasua pazia la hekalu, tukawa na haki ya kupaendea patakatifu pa patakatifu. Kila mtu ana access ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Haleluya. Inaeleweka jamani uzuri wa Yesu? Haleluya. Inaeleweka uzuri wa Yesu na sadaka nyingine. Lakini ilikuwa ni taabu, kwa sababu hata huyo kondoo aliyekuwa anatolewa sio kondoo tu, alikuwa ni kondoo asiyekuwa na hila. Kwa hiyo waanze kuangalia zizini, ni kondoo gani ambaye asiyepigana na mwenzie. Huyo ndio anayefaa kuwa nini? Sadaka. Haleluya. Lakini sasa ilikuwa ni taabu. Si umefanya dhambi gani unaambiwa kunatakiwa makina ya njiwa. Wewe mwenyewe hata njiwa hujui. Haleluya.
Alafu sasa kinga lake. Kwa unashikisha mtu anazunguka mapori, anatafuta makinda ya njiwa. Kauziana na mwenzie sasa za mbili ili aondoke, aanze kutafuta makinda ya njiwa. Ilikuwa ni utumwa. Haleluya. Lakini pia hazikuwa na nguvu ya kutuondoa kwenye dhambi, kwa sababu ng'ombe na mafahali na wanyama wote, Biblia inasema kwamba hazikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Sababu moja hapo nikwambie leo, sababu moja nikwambie, ng'ombe sio ndugu yetu. Inaeleweka? Inaeleweka. Na ndio maana Yesu alikuja kama Adamu wa pili, kwa sababu ni ndugu yetu. Katika damu yeye ni ndugu yetu. Ng'ombe yeye hana damu yetu. Jamani, tunaelewana? Tuko sawa? Ng'ombe sio ndugu yetu. Kwa hiyo alikuwa hayana sifa. Alikuwa atakuwa Adamu wa pili aje, kwa sababu yeye ni nani? Ni ndugu yetu. Biblia inasema ndugu mzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi. Kwa hiyo wakati mwingine Yesu ni brother yetu. Jamani, inaeleweka? Wewe tu utaamua kumdistance, lakini ukiamua kumfanya rafiki anakaa, ukiamua kumfanya baba yako anakaa, ukiamua kumfanya kaka yako anakaa. Haleluya! Kwa sababu ya nini? Yeye ni ndugu yetu. Kwa nini? Sisi ndani yetu sisi kiroho, ukipima damu yake ya kiroho, tuna DNA ya Kristo. Jamani, inaeleweka? Tuna DNA. Kwa hiyo ukitaka kujua huyu ni ndugu yako au ni mwana wako, ndio maana tunaitwa wana wa Mungu, kwa sababu yeye alituzaa kwa agano la damu yake pale msalabani. Kwa hiyo tukipimwa, sisi ni wana wake, ni watoto wake katika damu. Haleluya. Mtoto na mashaka na malai anasema tukapime DNA. Na ndio maana kama hujakaa vizuri na Yesu Kristo, ukipeleka mahali, Biblia inasema mwana haramu, ukipeleka kwenye DNA testi, havionekani vinasaba vya Yesu Kristo. Haleluya. Tunaelewana? Na ndio maana hata tabia, toto linaweza likafanana na baba yake kwa tabia. Na sisi katika Kristo, kwa sababu tumezaliwa katika damu, sio mapenzi ya damu na nyama, tabia zetu ni mwanana, tunafanana na baba yetu wa mbinguni. Haleluya. Hivi naeleweka vizuri? Naeleweka kuhusu sadaka? Lakini sadaka lazima itolewe kwa upendo. Haleluya. Usitoe sadaka tu kwa vile kuna agizo la kutoa sadaka. Sadaka lazima itolewe kwa upendo. Ndio maana unaona hapa anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Alianza kupenda ulimwengu kwanza, alafu baada ya hapo akatoa sadaka. Kwa hiyo lazima umpende Mungu sana, alafu utoe sadaka. Biblia inasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo zinaanza moyo, kwa roho yako, alafu kwenye mwili ndio unaleta sadaka. Jamani, naeleweka vizuri? Nikwambie kitu kimoja. Nasikia sana mabinti nyosha mkono. Watu wengi wanahamasisha, wanasema hakuna upendo bila kutoa. Lakini kunaweza kukawa na kutoa bila upendo. Jamani, mnaelewa vizuri? Sio kila anayekupa vitu anakupenda. Nielewe binti yangu na kijana na mwingine. Sio kila mtu anayekutoa vitu anakupa anakupenda. Mwingine anayapaka binafsi. Jamani, naeleweka? Naeleweka? Ndio tunarudi kwenye kitabu cha Wakorintho, anasema ningetoa mwili wangu uungue moto kama sina upendo. Kumbe ni jitu linaweza likajitoa mpaka mwili ukaungua moto, kumbe halina upendo. Ningetoa mali yangu yote kualisha maskini. Kuna mtu anaweza akalisha maskini lakini hana upendo, kwa sababu nini? Ana personal interest. Ndio maana anaenda na mapicha na makamera. Kwa sababu gani? Ndani yake hana upendo. Kuna kitu anakitafuta kwenye ule utoaji. Jamani, naeleweka? Haleluya. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Hii tunanisikia, lakini kupewa vitu sio upendo. Kununuliwa chips sio upendo. Kununuliwa soda ya Coca-Cola sio upendo. Anayempenda aende kwa baba yako. Haleluya. Na hiyo kwa sababu kuna watu wengine wametafsiri vibaya kati ya utoaji na upendo. Hapana. Lijitu linaweza likawa ni tamaa tu inaongoza. Kwenye Biblia kuna watu walijifanya wanapenda mpaka wakaugua wakaponda. Kumbe walikuwa na tamaa tu. Kisa cha Tamari na nani? Na Amnon. Sinakijua kwenye Biblia. Haleluya. Jitu mpaka likakonda, likatunga na njama, na umma nilishiwe cha nipeletewe chakula
si mtori, si ni kitu gani ilikuwa, aletewe chumbani angalau atapata nafuu. Kumbe lina personal interest. Haleluya. Kumbe lina personal interest. Likitu lenye personal interest mpaka linakondaga. Haleluya. Naongea na wewe binti. Haleluya. Tunaelewana vizuri, lakini lazima sadaka itolewe kwa upendo. Na hapa kwenye andiko la jinsi Mungu alipenda ulimwengu, lakini sadaka lazima itolewe kwa imani. Waebrania 11:17. Naomba ile pata haraka. Tunakimbizana na muda. Waebrania 11:17. Waebrania 11:17. Inasema kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Haleluya. Ikisha hapa, sadaka lazima itolewe kwa imani. Usitoe sadaka kwa vile tu kuna sadaka, hapana. Toa sadaka kwa imani. Na inawezekana nena jambo ambalo unataka Mungu akufanyie kupitia sadaka yako. Sasa watu wengi wanashindwa kunena au kuingia kwenye imani kwa sababu ya udhaifu wa kile kitu wanachokitoa. Wewe umetoa 500. Kalabu kunena kwa imani tunakuwa na shida hapo. Haleluya. Watu wengi hawaendi kwa imani kwa sababu, lakini sadaka yoyote lazima itolewe kwa imani. Kwa nini? Kwa sisi wa Kristo kila kineno na kila tendo lisilotokana na imani kwetu sisi ni dhambi. Jamani, tunaelewa? Kwa lazima utoe kwa imani. Na ndio maana sadaka lazima iwe na maandalizi. Kuanzia nyumbani kwako unajiandaa kabisa kwamba mimi naenda kutoa sadaka fulani. Ukiona mtu ana kipindi cha sadaka ndio anajisearch, ujue hana imani. Unanielewa? Lakini mwenye imani kuanzia nyumbani kwake anaanza kujipanga kwamba mimi naenda kumtolea Mungu sadaka hii, na anaendelea. Na akifika hapa wakati wa kuitoa, haitoi tu ni mradi, hapana. Ananena moyoni mwake. Mchungaji anaomba na yeye anaomba. Kwa sababu kuna kitu anataka apokee kupitia sadaka hiyo. Jamani, naeleweka vizuri? Kwa sadaka lazima itolewe kwa imani. Hapa nitataja aina ya sadaka. Sadaka ya kwanza ni mwili. Haleluya. Sadaka ya kwanza ni mwili. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Rumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Inasema nitajikita kwenye sadaka ya naziri. Hapa nimepewa dakika zangu lisali moja. Kwa hiyo hapa kwenye sadaka ninaenda kwa dakika 30. Sadaka ya naziri nitapenda kwa dakika 15. Naomba nipata Rumi 12 mstari wa kwanza na pili. Warumi 12. Inasema sadaka ya aina sadaka ya kwanza ni mwili. Mstari wa kwanza unasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Soma na Wagalatia sura 5 mstari wa 24. Wagalatia sura 5 mstari wa 24 inasema sadaka mwili. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Haleluya. Nimesema sadaka ya kwanza ni mwili. Paulo anasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma yake Mungu iliyo kuu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Hiyo ndio za ibada yenye maana sana. Haleluya. Kwa Yesu hakuna kujihurumia. Kama Yesu alipofanyika sadaka, na sisi katika Kristo tunafanyika sadaka. Haleluya. Hakuna kujihurumia. Inaeleweka mpaka kule nyuma. Unapokuwa unafunga ni sadaka. Unapokuwa unaomba unajitoa sadaka. Unapokuwa unafanya jambo lolote linalomhusu Mungu ni sadaka. Mwili wako wewe unapaswa utoe sadaka. Lakini zaidi anasema wao walio katika Kristo wameusulubisha mwili pamoja na matamaa yake, pamoja na mawazo yake mabaya. Ukitoka hapo sasa unakuwa tuko hai kwa ajili ya Kristo na tuko wafu kwa ajili ya dhambi. Jamani, tunaeleweka? Tunaeleweka vizuri? Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo katafsiri hiyo
hakuna mtu aliye katika Kristo ambaye hana kitu cha kutoa. Yeye mwenyewe tu aamue kwamba hataki kutoa. Ukija kufanyia kanisa hapa, tafsiri yake umetoa sadaka. Jamani, naeleweka vizuri? Ukija kule chooni, tafsiri yake umefagia kule, umejitoa sadaka. Umefagia hapo nje, umejitoa sadaka. Hakuna mtu ambaye hana cha kutoa hapa kanisani. Sasa tafsiri nyingine ni kwamba watu hawataki kutoa miili yao iwe dhabihu. Wewe ufadhiliwe, udekiwe, kiti kifutwe, uje ujikalishe, na ikawa tabia yako. Jamani, naeleweka? Tafsiri yake wewe umeshindwa kutoa mwili wako kuwa nini? Dhabihu. Na kwenye hili hakuna cha kwamba ni profesa, sijui ni dokta, sijui ni nani. Yoyote yule aliye katika Kristo, kwa Yesu hakuna cheo, kwa Yesu kuna utakatifu. Jamani, naeleweka? Sijui tena mimi ni profesa. Profesa ukija hapa ukiokoka, tunakuweka kwenye darasa la waongofu wapya. Naeleweka? Na jinsi utakavyo, Yesu anasema kwamba alikwezaye ataziliwa, baada ya kujizilia atafanyaje? Atakwezwa. Usijigredi kwa Yesu, kwa sababu Mungu unatakiwa unyenyekee kwake ili yeye akugredi. Jamani, naeleweka vizuri? Kwa hiyo sadaka sio lazima pesa. Wengine wakishatoa pesa hawataki tena kuomba, hawataki tena kufanya shughuli za kikanisa. Kwa sababu gani? Wameshatoa pesa. Hapana, pesa zinaambatana na kujidhabihu. Jamani, tunaelewana wapendwa? Ni kweli unatoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, ndio usifunge, ndio usiombe, ndio usihudhurie ibada. Ili kweli inakuja? Haingia akilini. Haleluya. Kwa hiyo na katika kujidhabihu ni kusulubisha mwili pamoja na tamaa zake, kwamba uwe hai katika haki na uwe mfu katika nini? Katika dhambi. Mkilokole yote aliyesulubisha mwili katika dhambi ni sawa na marehemu. Na ndio maana tunashangaa sana sisi, ukiona wanasema kwa nini wanashangaa kanisa lina taharuki fulani katenda dhambi. Lazima tutaharuki. Sisi tulijua umekufa kwa habari ya dhambi. Sasa umefufukia wapi? Wewe uliwahi kumwona babu yako aliyekufa akifufuka? Wewe utataharuki. Ndio anasimama mzee hapa na miwani anapataka shida sana. Tuna habari mbaya sana leo. Muondolee shida yule baba wa watu kwa kuisabihu miili. Haleluya. Habari si watu nzuri. Kama jeshi yule wa uchaguzi ule. Na habari mbaya sana leo. Kanisa letu tena lina ndugu fulani ni fulani. Sasa amefanya hivi, kwa hiyo hatutakuwa naye tena. Muondolee tabu hiyo. Na wewe usikiri aibu yako kwa kusurudisha mwili. Haleluya. Unajua mwili jinsi unavyopeleka ndivyo unavyokuwa. Jamani, naeleweka? Ukiupatia, nasema Sulemani anasema kuna vitu vitatu visivyoshiba kamwe. Na vingine visivyosema basi. Kule tulikuwa kuna kimbo, tulikuwa tunaibishwa Sunday school kule KKT. Kuna vitu vitatu visivyoshiba kamwe, na vinne visivyosema basi. Kuzimu na tumbo lisiloza, nchi isiyoshiba maji, na moto usiyosema basi. Yaani mwili ukiupa hiki unasema lete lete, ukiupa unasema leta leta, lakini ukiunyima wenyewe unapata disiplini. Na leo ngoja nikufundishe body language moja. Yaani nafikiri walimu kama hapo watanielewa vizuri. Majaribio ya Pavlov na mengine, kwa sababu mimi nimepitia huko katika psychology. Yaani mwili unasikia na unaelewa, lakini lazima wewe ulazimishe kusikia na kuelewa. Katika psychology ukibana na haja kali yako, pakionekana hapana choo, ukiwaambia mwili hapana choo, twende mpaka nyumbani, utakuelewa.
chanika sasa, ufike pale chooni kuta kuna mtu. Kwa nini? Mwili umeelewa. Na ukiwaambia mwili kama ni binti, kama ni kijana, ukamwambia subiri ndoa, utaelewa. Kama haja ya chooni umeelewa, kwa nini usielewe hiyo? Ukiona unamwambia hapa upati kitu. Haleluya. Hiyo ndio kusurudisha mwili pamoja na tamaa zake. Lazima roho iwe hai, mwili ufe, kwa sababu roho ni wewe, roho ni wewe, wewe ni roho, wewe sio mwili. Wewe ni roho, sio mwili. Sasa huwezi kuongozwa na mwili, unaongozwa na roho. Roho, yani asubuhi mwili limeamka, alitaki kuja ibadani. Naambia, nasikia kichwa naambia utaenda. Na nikokoma ni mwili hilo. Na huyo ananikalisha kwenye kiti. Au naambia, lakini si nimekuambia nimetoka, siwezi kusimama kupiga makofi na simama. Haleluya. Utasimama. Haleluya. Hivyo ndivyo unaweza kusurudisha mwili. Roho iwe hai, mwili uwe dhaifu. Haleluya. Roho iongoze mwili na sio mwili uongoze roho. Katika psychology tunawaita upside down. Upside down tafsiri yake huyo mtu anaongozwa na chini, haongozwi na kichwa. Haleluya. Sasa ukawa upside down wewe. Haleluya. Kwa hiyo lazima usurudishe mwili. Lakini kuna sadaka vitu. Haleluya. Sadaka ni kile kitu kinachotolewa kwa Mungu. Tumesema sadaka vitu. Sasa unaweza ukatoa sadaka ili pesa, ukatoa matoleo ya kila kitu. Si umeleta fijana, si umeleta nini, kila kitu ambacho Mungu alichokupatia ukamrejeshia yeye. Sadaka vitu. Ndio hapa tunaona Mungu anaagiza pale kwamba watu watamtolea Mungu sadaka. Lakini pamoja na kwamba ni sadaka vitu, unatakiwa ulete kitu kilicho kinono. Jamani, naeleweka? Nimekuwa mwakazina wa kanisa, au unakuta noti zilizochanika. Noti imefurika mkaa. Siri masui imekatwa na nini? Ndio imeleta madhabahu, unatembea lana. Haleluya. Tunaeleweka vizuri? Tunaelewana vizuri? Tuko sawa? Lazima ulete kitu kinono. Mambo usiyajua kwenye sadaka, mambo muhimu kwenye sadaka. Sadaka imebeba uzima na imebeba mauti. Matendo sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 6, andika, hatutasoma, nitaeleza kwa sababu kisa kinaeleweka. Sadaka inasema mambo muhimu kwa sadaka, mambo muhimu na kuzingatia kwa sadaka. Elewa, sadaka imebeba uzima na imebeba mauti. Hilo lazima uelewe. Matendo sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hii kuna kisa cha nani? Cha Anania na Safira. Nafikiri kinaeleweka vizuri. Haleluya. Hawa watu kwa kupitia sadaka walikufa. Lakini kule mwanzo, kule kwenye kitabu cha Mwanzo tunaona tena Habili na Kaini. Kaini anamuua ndugu yake Habili kwa sababu ya nini? Ya sadaka. Tafsiri yake sadaka imebeba uzima na imebeba nini? Na mauti. Itategemea jinsi ulivyoitoa. Na Mungu anachotaka hapa kwenye sadaka ni uaminifu na ukamilifu wake. Haleluya. Ndio maana nasema vitu vinono na vile. Kwa mfano fungu la 10. Kule nasema leteni zaka kamili. Msaada wa fungu la 10 uko kwenye kamili. Jamani, naeleweka? Uko hapo, nishaanza kukera watu hapa. Lazima ikukere kwa sababu najua hapo hamna mtu ambaye atakayenea hapo. Leteni zaka kamili ghalani. Tafsiri yake zaka ile imebeba na neno kamili. Kamili. Leteni zaka. Angeza kashia tu zaka. Anasema leteni zaka kamili. Kwa sababu kinachobeba zaka zaidi ni ukamilifu wake. Punga mkono kama unaelewa. Nuna hivyo. Lakini ndio hivyo, sina tafsiri wala kupunguza. Neno la Mungu limehakikishwa na lazima lije na niamini na hakika. Jamani, tuko hivyo? Naona hiyo mpungi mkono kwa sababu kwa hiyo imebeba uzima na imebeba mauti. Lazima uhakikishe uko mkamilifu kwenye sadaka. Na sadaka inabeba zaidi na ule mkamilifu wake. Ndio maana Yesu akamahali pengine anasema kama una neno la nduguyo, acha sadaka kwanza, kapatane na ndugu yako alafu ndio ufanyeje? Utoe sadaka. Sasa hiyo ni neno la
34 20 pale anasema hapata kuwepo mtu atakayekuja nyuani mwa Bwana mikono mitupu. Tafsiri yake sadaka ni lazima, sio hiari. Jamani, naeleweka vizuri? Sadaka sio hiari, ni lazima. Mtu yoyote asiyetoa sadaka anatembea na mauti ya kiuchumi. Jamani, naeleweka mpaka kule nyuma? Mtu yoyote asiyetoa sadaka anatembea na mauti ya kiuchumi. Nimepewa nafasi ya kuwa msimamizi wa zoni. Sasa nilivyokuwa napitia nimegundua kwamba watu wengi sana wanapitia bahasha. Naona watu wengi sana wanatembea na mauti ya kiuchumi. Haleluya. Watu wengi sana wanatembea na mauti ya kiuchumi. Kwa hiyo sadaka sio kitu cha hiari, ni lazima. Jamani, naeleweka? Tangia kule mwanzo nimeeleza kwamba lazima kila mtu awe na kitu cha kutoa. Ni lazima. Sadaka bora inapimwa kwa kilichobaki. Unaandika hapo, lakini sadaka bora inapimwa kwa kilichobaki, sio ulichotoa. Unaelewana? Asubiri watu wafalika. Marko 12:41 mpaka 44. Kama mtu alipata haraka na kizana muda ili niende kwenye hiyo sadaka ya naziri. Marko 12:41 mpaka 44. Sura ya 41 unasema, naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2 kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Haleluya. Nimesema sadaka bora inapimwa kwa kilichobaki, sio ulichotoa. Jamani, naeleweka kwa kule nyuma? Watu walitoa masadaka, wakatoa mapesa kwenye chombo cha sadaka. Yesu alikuwa amekaa pale anachungulia, na nikwambie mpaka leo Yesu Roho anachungulia kwenye chombo. Hajafa, yuko hai. Jamani, naeleweka? Wala hawajaniona waikutakuta. Hawajakuona watu ulitoweka, lakini Yesu aketia mbinguni mkono wa kuume amekuona, kwa sababu mpaka leo yuko hai anachungulia kwenye kapu la sadaka. Wakaja watu pale, mimi kwa nitakotoa nguzo 50, mimi nitatoa nguzo 10, mimi nitatoa nguzo 2. Lakini akaja mtu mmoja sema mimi sina kitu, nitatoa 20,000. Sasa katika kipimo cha sadaka Yesu anasema yule aliyetoa kidogo atakuwa ametoa kuliko wale waliotoa vingi. Kwa sababu gani? Wale kwenye hazina yao wamebakisha vingi, wametoa vichache, lakini yule mama ametoa yake yote na riziki yake yote. Jamani, nasikika vizuri? Sadaka inapimwa kwa kile kilichobaki, sio kile ulichotoa. Kuna mtu anaweza akatoa milioni 5 hapa, na mwingine akatoa shilingi 2,000. Wa 2,000 akawa ametoa zaidi katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa binadamu, nyie mnashangilia na kupiga makofi. Katika ulimwengu wa roho, mbingu zinanuna na kukunja sura. Jamani, naeleweka vizuri? Kwamba huyu mtu huyu angeweza akatoa zaidi. Naeleweka? Sasa nikutie moyo wewe kwenye huu ujenzi, usiache kutoa. Usiache kutoa kwa kigezo cha kwamba huna. Hapana, toa wakati Mungu alivyokujalia, na Roho wa Mungu anaona toka sirini hicho ulichotoa. Wanadamu wanatazama kwa nje, lakini Mungu anautazama moyo. Haleluya. Usije ukaona hii nikisema watanionaje. Wacha wakuone watakapokuona, lakini mbingu zinakutazama kwa jicho la tofauti. Haleluya. Kwa sababu kanisani wakati mwingine tunakuwa tunazarauliana. Wale wenye pesa wanapewa heshima, wale wengine waliokuwa hawana hela wanazaraulika. Lakini heshima yake inaweza ikapotea kwa wanadamu, lakini heshima
Usitoe kwa ajili watu wakuone. Haleluya. Toa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya kuwapendeza watu. Wanadamu hao wana nini cha kukupa? Watakushangilia leo, watakushangilia kesho, utaenda jehanamu ya moto. Saa nyingine hata kesho utaishiwa. Umerudi kwenye mfumo ule ule. Haleluya. Mheshimu Mungu kwa matoleo yako. Biblia inasema mheshimu Mungu kwa matoleo yako, sio waheshimu wanadamu. Haijasema waheshimu wanadamu, waheshimu Mungu kwa matoleo yako. Na usitoe zaka kwa sababu eti kanisani watanionaje sitoi. Toa, mbingu zitakuonaje. Jamani, naeleweka? Kwa sababu wengine wanaogopa kuitwa na shemasi, ogopa kuitwa na mbingu. Jamani, tunaelewana? Lakini tuko sawa sawa. Sadaka bora inapimwa kwa kilichobaki. Wale matajiri waliotoa, walitoa wakaacha vingi. Kwa maana hata kule tunasema toa ndugu, ulichonacho wewe Bwana anakuona mpaka moyoni mwako. Kwa hiyo nasema moyoni mwako Mungu anataka. Wengine si umetoka huko Bwana waseme watu watakuona. Wenyewe wanadamu wanatunga wimbo wanaimba Bwana atakuona. Wewe mwenyewe unaogopa na huyo mwanadamu naye muogopa, naye anakuogopa ndugu yangu. Sasa mwisho wetu bado tunaogopana hapa pale, hapana Mungu kabisa. Unaogopa hata akiona naye anaogopa hata niona. Wewe unataka atakiona naye atakiona. Wewe wote tunaogopana hapa. Sasa kubaki hamna Mungu kabisa. Toa kwa ajili ya mbingu, wala sio kwa ajili ya watu. Sadaka zina majina mengi. Zamani kule kulikuwa na majina mengi. Hapo nimeishia hapo kwa sababu ya muda. Ninaishia hapo, ni mambo muhimu kwa sadaka. Ninaishia hapo. Nafikiri umepata kitu. Majina ya sadaka zina majina mengi. Kuna sadaka ya upendo, kuna sadaka ya zaka, kuna sadaka ya changizo na sadaka nyingi kwa majina. Jamani, hapa mnisikiliza vizuri. Kuna zaka hapa, kuna upendo, kuna ukarimu, kuna umisheni, kuna nini tena? Kuna changizo, kuna CSKM. Hizo zinakuja kwa sababu ya mifumo ambao watu wamekaa wakaiweka vizuri, ambao ni watu waliokaa katika roho wakakaa. Lakini nikwambie jambo moja leo, ya kwamba kila sadaka unavyoiona jinsi ilivyo na jina lake, neema iliyopo ndani yake ni ya tofauti. Yaani neema iliyopo kwenye sadaka ya upendo na neema iliyopo kwenye zaka na neema iliyopo kwenye ni tofauti, na kwenye changizo ni tofauti kabisa. Kwa mfano, neema iliyopo kwenye zaka kutokana na mujibu wa Biblia zaidi imejikita kwenye ulinzi na kufungua madirisha ya mbinguni na kumwaga baraka hata ukose mahali pa kuhifadhi. Si ndio neema hiyo? Jamani, si iko hiyo? Sasa ukiacha kutoa ile tafsiri yake, umeruhusu madumadu, parare, nzige, tunutu, wale wadudu watafune uchumi wako. Haleluya. Nimesema sadaka zina majina tofauti. Kwa nini zina majina tofauti? Kwa sababu ya neema iliyopo ndani yake na tukio ambalo naenda kufanyaje? Kusitimiliza. Haleluya. Kwa hiyo nguvu iliyopo kwenye zaka ni tofauti na nguvu iliyopo kwenye sadaka ya upendo. Ni tofauti na nguvu iliyopo kwenye changizo. Zina majina tofauti kwa sababu neema iliyopo ndani yake pia ni tofauti. Lakini yote katika yote ni neema, lakini katika utendaji wa tofauti. Ukiacha kutoa zaka, tafsiri yake unatembea na mauti ya uchumi kwenye kazi zako. Yaani na maana unaweza ukakaa mahali mwenzio anauza, wewe uuze. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Ya toa sadaka. Na ndio maana unaona kule kwa Habili, na anasema usipotenda vema hutapata kibali. Kwa sababu sadaka inafungua nini? Kibali. Sema ukitenda vema, huyu katoa moshi umeenda juu, mwingine katoa moshi haujaenda umeenda hivi. Jamaa akasirika. Naambia moshi ukikataa kwenda juu watu wana hasira. Anasema mbona uso wako umekunjamana? Alafu bahati mbaya sana, Mungu akikataa sadaka yako anakukataa na wewe jumla yote kwa pamoja. Haleluya. Kama amekukataa na sadaka yako. Sasa ukiwa hutoi zaka, tafsiri yake unatembea na mauti ya kiuchumi. Anamruhusu kwa sababu anasema nitakemea. Kwamba akiona madubanda anasema wewe toka.
anakemea. Si anakemeaga kwa jina gani? Sasa nitamkemea yule alaye. Sasa sijui anakemeaga kwa jina gani. Sijui anakemea kwa jina gani. Lakini anasema nitakemea yule alaye. Haleluya. Kwa hiyo tafsiri yake, kama hujatoa zaka anakaa hivi. Kaona mwizi, bana sema anataka aseme toka, lakini akichungulia anaona kwenye hazina ya zaka hakuna kitu wasa. Sasa Mungu hawezi sema nenda mwanangu, anakaa tu kimya. Haleluya. Hata kitakachokukuta kitakukuta. Lakini nipende kukuambia kitu moja. Zaka hii zaka unaiona, utaka uweze kufanikiwa kuila. Kuna mkono kama unaelewa. Utaka ufanikiwe kuila zaka. Yaani Mungu anaichukua kwa heri. Yaani kwamba uje uitoe hapa, mchungaji akuombee, maisha yaendelee. Lakini usipoitoa atakuja kuichukua kwa namna nyingine. Yaani unaweza ukabana zaka au ukafika nyumbani ukakuta mtoto anaumwa. Au ukamchukua ukampeleka hospitali hivi ukakuta shilingi 100,000 imeishia hapo. Unalipa na riba kwa sababu umetoa. Yaani Mungu kaja kuichukua katika mfumo wa tofauti. Na unaona mambo mengi yanaendelea kwa tunaona ni kawaida, kumbe ni malipizi tu ya vitu ambavyo tulivyovitenda kwenye maisha yetu, kwa sababu hapanacho mtu ndicho atakachovuna. Unaenda tu unaona friji linatetemeka na mnaye unaweza kusema tu fundi, nitie fundi yeye anakuja hapa anakwambia compressor sio na kitu gani, anachukua hapo 200,000. Kumbe ni ile zaka ndio bana. Na ndio maana nikikwambia sasa hivi nionyeshe kitu ambacho umewahi kukinunua kinachotokana na kubana zaka, huna hata indikatifu. Jamani mnaelewa, lakini tutaelewana. Tuko sawa sawa? Tafsiri yake kilichukuliwa. Hakipo kwa sababu kilichukuliwa. Kuna wakati Mungu anafanya collab na mgeni wake shetani. Nenda pale kapige. Anazaka yule. Angalia sishagaye na kitakatifu. Anakaja na kitakatifu. Chukua. Nenda kama gonjo pale. Sasa unatetemeka na nai. Naenda mahali unapimwa laki. Shatoa fungu la 10 kimya. Haleluya. Kwa utakao ile. Na ndio maana huna. Nilikwambia sasa hivi nikisimamisha hapo sio kama fungu la 10. Nionyeshe kitu ambacho umewahi kununua kutokana na kubana fungu la 10. Hakuna. Kisha chukuliwa tayari. Haleluya. Kuna watu wanasema kwamba kutoa zaka ni dhambi, na wengine wako katikati yetu tumechanganyika nao kabisa. Haleluya. Nasema zaka ilikuwa agano la kale, sasa hivi ni neema. Kwa hiyo neema haihitaji tena zaka. Zaka ni sheria. Yesu Kristo hakuja kutengua sheria, alikuja kuitimiliza. Biblia ya Kiingereza inasema accomplish. Accomplish ni kwamba ni kuifanya iweze kuwa. Haleluya. Ngoja nikusomea andiko hapo. Naomba asome Luka 11:42. Luka 11:42. Inasema, lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu, iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Elewa hili. Wale wanaosema watoi zaka kwa sababu eti ni maana Yesu hapa anawajibu vizuri. Anasema hapa anatoa zaka za binzari, mnanaa na kila kitu, lakini wameacha upendo wa Mungu na adili. Anasema imewapasa kuyafanya yale ya kwanza na haya ya pili pia. Kwa hiyo Yesu anabariki kabisa utoaji wa mafungu ya 10. Anasema toeni, lakini kwa upendo wa Mungu kama nilivyoeleza na kwa adili. Yuko mtu tena huko kanisani anaweza akawepo. Naona hawa watu waanzia Facebook yule madhabahu. Basi kila mtu amekuwa na mchungaji wake huko. Alafu wewe utaenda kanisa gani? Utaishia tu huko kwenye Facebook. Utaenda kanisa gani lisilotoa zaka? Niambie kanisa ambalo halitoa zaka, niletee moja. Roman Catholic ambao ndio mapapa wenyewe wanatoa. Lutheran ambao tumetoka nayo wa Protestanti wote wanatoa. Sisi zilizowezekuka kwa kajia wokovu ya Pentecoste zote zinatoa. Sasa ukishapinga zaka unaenda kwenye wapi? Au uko peke yako tu umeanzisha kitu cha nini? Uamsho wa kutoa zaka. Nini mkuni wewe? Wewe ni mhuni. Haleluya. Wewe
Kwa uwezo wa Mungu kuanzia leo, hiyo roho ikutoke. Haleluya. Nimebakisha muda mfupi. Naenda kwa jina la sadaka ya naziri. Hapa ndo najikita kidogo kwa dakika 10 hizi. Naziri ni mapatano kati ya mtu na Mungu wake. Naziri ni mapatano kati ya mtu na Mungu wake. Mkristo aliyeokoka, maneno yake kila neno sasa anakuwa analitolea hesabu. Yaani anza ulipookoka, your word is counted. Kila neno linahesabika na utalitoa hesabu siku za mwisho. Kwa hiyo ukisimama hapa ukasema nitamtolea Mungu shilingi 5,000, mbingu zimetiki na zimepokea kama nini? Sadaka. Jamani, naeleweka? Naziri, sadaka ya naziri ni mapatano. Wewe umesimama hapa ukasema nitajenga nguzo 3. Nitajenga nguzo ngapi? Mbingu zimetiki. Ni sadaka ya mkopo. Jamani, tunaona vizuri. Hiyo ni sadaka ya mkopo hiyo. Kwamba Mungu ukinifanikisha nitakutolea kitu fulani. Ni mkopo. Lakini pamoja na kwamba ni sadaka ya mkopo, mbinguni inapokelewa kama sadaka nyingine. Haleluya. Na ndio maana kuanzia ulipoanza kukopa hiyo sadaka, mbingu zimeanza kuhangaika ili ukalipe. Sasa tatizo linakuja, mbingu zimehangaika, zimekupatia ukalipe, wewe umechepusha, umepeleka kwenye mambo mengine. Hapo ndipo shida inapoanzia. Sio kwamba wale walioahidi nguzo si na nini hawajapata hela. Wamepata wakapeleka kwenye mambo mengine. Haleluya. Naeleweka kwa kule nyuma. Nuna vizuri nikuone. Haleluya. Sasa shida inapo sadaka ile haitakiwi kukawia. Jamani, kuna maandiko hapo kwenye Mhubiri. Andika kwa tutasoma. Mhubiri sura 5 mstari wa 4 mpaka 6. Suleiman anatia mkazo ya kwamba ukiweka naziri usikawie kuacha kuitangua. Bali anasema usikawie. Inapotokea unafanyaje? Utengue ile naziri. Haleluya. Na mwishoni hapa watu wanajiuliza tutaomba kwa ajili ya nini? Tutaomba kwa ajili ya naziri tulizoweka, Mungu atusaidie kuzitengua. Na hata kama sio hapa, ingekuwa ni kanisa lingine, uliwekaga naziri ukakimbilia huku. Kwa sababu watu wanahamaka na viporo, uende ukalipe. Tukapa akajikausha, anaendelea kulipa huku, kule hajalipa. Ukalipe. Haleluya. Uende kule ukalipe. Ndio tutakachoomba hapa. Kwa hiyo sadaka ile ni ya mkopo. Mbinguni inapokelewa kama sadaka ya kawaida. Na utendaji wake kama nilivyosema, kila moja ina neema yake. Haleluya. Kwa hiyo unapoweka naziri na Mungu usikawie kuiondoa. Bali anasema usikawie, kinakuja kitu kukulaki. Haleluya. Kile ambacho ulichomwambia Mungu, mimi nitakutolea. Alafu wewe unakipeleka sehemu nyingine. Unakuwa unatembea na laana. Kwa hiyo ni sadaka ya mkopo. Hakuna mkopo wowote usiokuwa na mortgage. Yaani usiokuwa na nini Kiswahili? Amana. Unapoweka sadaka ya naziri na Mungu, unachukule kule duniani wanaweka majumba, wanaweka na nini kwenye mkopo. Kwenye na sadaka ya naziri unaiweka nafsi yako rehani. Hutaka upate hati ya nafsi yako mpaka umelipa. Jamani, tunaelewana vizuri? Na ndio maana ukiona mtu anakaa na naziri anakaa, muondoa kwenye Ukristo kabisa. Amevumiliaje huo moto? Ukidaiwa tu na mtu, mara useme hayupo, mara sasa unadaiwa na mbingu, si zaidi. Unajificha wapi? Wewe wapi ujificha na uso wa Mungu? Mwanadamu anaweza kubadilisha njia. Sasa mbingu unabadilisha njia gani? Kichochoro gani utakachopita? Ukwepe hilo deni la Bwana. Kuzimu ungefanya kitanda, bado jicho lake lipo. Yaani hata ukifa kwenda huko, usiende mbinguni ukaenda kuzimu, bado ile sadaka itabaki, itahangaisha watoto wako. Leo naeleka mpaka kule nyuma. Jamani, tutalipa. Wapendwa katika Bwana, tutalipa. Naziri tutatengua. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa umemtolea umeahidi
nafsi yako kifungoni, huipati mpaka umelipa. Yaani ndio maana ukilipa ile unasema, kuna mama mmoja alikuja hapa na ushuhuda akasema, mwanangu alipokuwa anaumwa, basi tukamwomba Mungu afungue milango, kwa sababu ile pesa ilikuwa nyingi ya kulipa hospitali. Mungu akafungua milango, akafungua na milango, tukalipa na ile sadaka tuliyoahidi ya ujenzi. Yaani hapa amepumua kiroho safi. Haleluya. Wewe unaonaje unapokuwa umelipa sawa, nimemaliza? Nimemaliza. Ya unaondoka ugali safi, roho safi. Lakini umelala hivi, nguzo inakukalia hapo mbele hivi, nguzo. Naona abada ifika mahali tulipe. Haleluya. Kanisa hili limebeba baraka nyingi sana. Ni kama Yesu alisema, huyu ameleta kwa ajili ya kuinuka kwa wengi na kuanguka kwa wengi. Kuna watakao inuka hapa. Unaona ile picha bwana? Hebu tafsiri nasuri iliangaza mai. Hivi itakuwaje siku naingia kwenye kanisa lenye mchoro ule bwana? Hivi nitakuwa sijapata gari hapo nje. Haleluya. Na usubiri wa mchoro. Na ili uwe ni mimi na wewe. Sasa tukianza kukwepa kulipa nadhiri, hatutafika kwenye ule mchoro. Na kuambia kama ni binti, kama ni kijana, lipa, alafu mwambie Mungu nimelipa, ili siku ya harusi yangu picha itoke vizuri. Haleluya. Tunaishi kwa imani. Haleluya. Tunaishi kwa imani. Mimi sijaolewa, sijapata, lakini natoa Bwana, na harusi yangu na mimi nitakuwa hapa. Natoa ili Bwana siku ya harusi yangu, imani ni Bwana hakika na mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana, ili siku ya harusi yangu picha itoke vizuri kama mjengo ule pale. Unaonaje watu wakija wana mamlezi sisi nani wanacheza hapo na watu wanacheza hapa sasa hivi? Ni vitu viwili tofauti. Umeona picha iko kama vizuri? Sasa ndio unaingia pale wewe bibi harusi. Unaiona? Basi kama umeshazeeka useme basi hata siku ya msiba wangu. Haleluya. Tunaishi kwa imani. Nani hapa ataishi kwa imani? Mambo yapendeze. Kama tunasema kitu vizuri na kulipa bora. Haleluya. Mambo yapendeze. Kwa lazima, lakini sadaka ya nadhiri inakufanya ufunguliwe. Yona sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 11. Nimezimalizia huko. Yona sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 10. Sadaka ya nadhiri inafanya ufunguliwe. Naomba mtu alipata some. Yona sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 10. Bado. Haraka tunakizana na muda. Yona sura ya 2 mstari wa 9 mpaka 10. Mstari wa 9 unasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani. Nitaziondoa nadhiri zangu. Wokovu kutoka kwa Bwana. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona Bwana. Haleluya. Yona kama mhubiri wa kimataifa, international preacher, alikataa kwenda Ninawi, akakimbilia wapi? Tarshishi. Baada ya kutumia Tarshishi, watu wakiwa kwenye bahari, nahodha wakapiga kura ikamwangukia Yona. Walitupa mizigo. Wale watu wanatupa mizigo, kumbe jamaa kajilaza kwenye shekeli. Yaani unajua kwenye matatizo unaweza mkabahatisha mengi sana kwamba kinachotupa shida nyingi. Kumbe kuna shida iko kwenye shekeli imepikita kule. Wakapambana, watu wakapata hasara. Yaani merikebu ya kibiashara na sababu Tarshishi ndio sasa hivi wanasema kama nini? Kama ilivyo Bangkok. Kwa wale wanarusha mizigo. Hata sasa mizigo imeisha. Lakini bado mbona shida ipo? Sasa hapana, tupige kura. Yona akajitokeza. Na akajitokeza akasema bwana mimi nitupeni. Wakamwomba Mungu jaribu kumwokoa nafsi, lakini wakatupa kwenye bahari. Amekaa Yona akamlilia Mungu katika tumbo la samaki. Tunaona maombi hayo. Lakini ombi la mwisho ambalo ndilo alilomfanya samaki amtapike. Anasema mimi nitatoa sadaka
mimi nitaziondoa nadhiri. Nadhiri ya yoga najua ilikuwa nini? Kuna nadhiri za kitumishi. Yaani anasema nitakuhubiri daima. Umeelewa? Lakini hapo yaani ona nadhiri yake na Mungu anasema mimi nitakutumikia daima. Alafu hapa anapenda utumishi. Sema yaani anasema nitarudi back to my root. Nitarudi kwenye nini? Kile nilichokiapia, ile nadhiri yangu niliyoweka na wewe, nitarudi. Anasema tu nitarudi kwenye Injili, katapikwa hapo hapo. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati mwingine nadhiri inaweza kukutoa kwenye shida. Wakati mwingine vita vimepamba moto, mapambano yamepamba moto, huoni mpenyo, mwekee Mungu nadhiri. Haleluya. Na hapa kuna Hana alisema ukinipa mimi mtoto mwanaume, mimi nitamtoa awe mtumishi wako daima. Akamtoa. Wako akina Yefta anasema ukinipigania vita hivi na kunirudisha nyuma, chochote kitakachokuja kunilaki mbele yangu nitakutoa kwako. Akamlaki binti yake. Lakini unaonaje kama alipomlaki binti alafu akasema sitoi? Au Hana alipompata Samueli alafu akasema huyu Samueli simtoi? Hapana, italeta shida kwenye maisha yake. Lakini nadhiri ni nzuri sana, unaweza ukaitumia kutoka kwenye mateso, kutoka kwenye mapito, mahali popote ulipokosa mpenyo, mwekee Mungu nadhiri. Tena ni sadaka ya mkopo. Unasema Mungu ukinitoa kwenye hili, mimi nitakufanyia kitu fulani. Mungu ukinitoa kwenye hili, mimi nitakutolea kitu fulani. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo, lakini uyatumie katika ukamilifu wake na katika uaminifu. Simama pale ulipo. Tutaenda kuomba kwa ajili ya sadaka za nadhiri pamoja na masadaka nyingine. Jinsi tulivyofundisha hapa. Jinsi tulivyofundishana hapa. Ya kwamba mwingine atakuwa atoe sadaka za fungu la 10, mwingine atoe sadaka za upendo. Amekuwa akikwepa sadaka na mwingine anaahidi hapa lakini hajatoa nadhiri yake. Ili jengo msimwachie mchungaji. Ili usimwachie mchungaji atusaidie maono, alafu na sisi tena tushindwe kuishi maono yake. Hapana. Jitoe kikamilifu kwa uwezo wa Mungu na Mungu atafungua milango kwenye maisha yako. Wewe baba, wewe mama, kijana, binti, jitoe kikamilifu kwenye nyumba hii. Nyumba hii ina baraka kwa ajili ya maisha yako. Na Mungu anaketia mbinguni atauona wema wako. Jitoe sadaka, toa kwa ajili ya watu. Fanya mwili wako kuwa dhabihu. Tembea na Yesu kikamilifu, nawe utaona wema wa Mungu katika maisha yako. Kuna kipindi mimi nilitoa shilingi 500,000, tukagombana na mke wangu pale. Nikaitoa nikaenda kununua kiwanja cha kanisa. Wakati huo sisi hatuna hata kiwanja, hatuna hata nyumba. Tumepanga nyumba viwili. Lakini nikatoa shilingi 500,000 ambazo tulikuwa tumekusanya kwa ajili ya kiwanja. Nikaitoa, mke wangu ana pesa unapeleka, nikamwambia tutapeleka. Tukaenda tukapeleka. Lakini sasa hivi ninapoongea nina viwanja katika kila barabara za Dar es Salaam. Ukienda Mbezi kule, ukienda huko barabara ya Bagamoyo huko Bagamoyo kwenyewe nina maviwanja. Na hapa Chanika yenyewe nina viwanja zaidi ya 10 na kitu. Lipo na manyumba ya kutosha. Haleluya. Nikikueleza vitu livyo ninavyo mimi naweza usiamini kama ni mimi. Kwa sababu Mungu amenijalia roho ya unyenyekevu. Na naomba hata kwako iwe hivyo. Mungu akikuinua, uinuke zaidi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiinuke kwa ajili yako mwenyewe. Ukaitende kazi ya Mungu kwa ukamilifu wake na Mungu atatenda yako. Inawezekana umepanga kama mimi nilivyokuwa nimepanga, lakini nakwambia kijana punga mkono uliyepanga. Nasema kupanga ni kujipanga. Kupanga ni kujipanga. Sema kupanga ni kujipanga. Kupanga ni kujipanga kuelekea kwako. Kupanga ni kujipanga. Mungu amekuweka mahali hapo, ujipange hapo. Lazima mtolee sadaka na Mungu atakufanikisha kwenye njia yako. Mimi nilitoa nikiwa nimepanga. Tena sio hiyo tu, nilitoa na nyingine nyingi. Lakini Mungu amenifanikisha. Amenipa maeneo mengi na manyumba ya kutosha. Kwa hiyo hebu jitahidi sana, Mungu wa mbinguni akusaidie. Najua ni ngumu, lakini Mungu atakuwezesha. Amen.